tea estates. They started looting shops. You know, if we don't stop this culture, it's because that is the truth. Whenever there's a grievance, please let us resolve it within the law. But let's not abandon the constitution and the law. Nataka niseme ya kwamba katika mambo ambayo yamefanyika hapa, serikali haina ulegevu kazini kwa maafisa wetu, na nimekiri. Lakini kuchukua mawe, mapanga na kusanya wananchi kuingia ili kuchoma kituo cha polisi, hakuna hatia kubwa kuliko hiyo kwa mwenye kufanya hivyo, hata kama alikuwa na malalamiko ya kiukweli. I repeat, there's a building culture in our country of violating the Constitution, violating constitutional institutions. It began first with politicians, but has been picked now by every other person, including the people that they lead. The right to protest is guaranteed. The right to complain is guaranteed. The right to demand action is guaranteed. But the right that right is not guaranteed, and it waters down. Kwa hivyo nataka niseme hivi kutoka hapa. Sababu nimemalizana na wenzangu maafisa wa serikali. Kama wewe ndio unauza bangi, kama wewe ndio unachukua hongo, kama wewe ndio unaumiza vijana wa bodaboda, kama wewe ndio unaingiza bidhaa gushi, siku zako zimehesabika, your time is up, we have to part ways with you. Lakini vile vile wewe kama mwananchi, ama sehemu yoyote ile katika taifa letu la Kenya, aina ya malalamiko ambayo wananchi wa kisiasa ambaye atachochea wananchi wako pale na kujaribu kuchukua silaha, heshima ya nchi yetu. Polisi wetu wakiwa na shida kuangamiza wananchi, tuambieni, tutawaondoa, tutawafuta kazi, tutawapeleka mpaka mahakamani, because that is the next step we are going. Ya serikali ya Kenya.
We will not allow that. And I want to remind fellow Kenyans, we have a constitution, we have a law that and continues to remain in a protected area. Na mimi silaumu sana wananchi. So wananchi ni watu wa kuongozwa. Wale ambao waliingia katika kituo cha polisi na mawe na silaha, tutafanya msako wa kimataifa kuhakikisha kwamba tumewatia mbaroni, wamepelekwa mahakamani. Kwa leo kituo ya Isebania itavunjwa, kesho kituo Kericho, kesho hatutakuwa na nchi. We will have no country. Na ya polisi. Tuko na majina yao, wengine wako hapa. Mimi kama waziri wa usalama wa Kenya, nataka niseme hivi. Kiongozi wowote wa kisiasa, awe mlengo wa upinzani, awe mlengo wa serikali, ambaye anachochea wananchi badala ya kuwazungumzia, wacha nikatafute waziri wa usalama, wacha nikatafute hii suluhu ndio ipatikane. Anawaambia dawa, tuende tuchome kituo ya polisi. Hata ukiwa upande wa upinzani tutakukamata, kwa sababu kama sio uchochezi wako, mwananchi wa kawaida hawezi pata nguvu ya kwenda pale. And I am speaking not just about Isebania. I'm speaking about the events that happened in Kericho. I'm speaking about the events that happened in Wajir. I even saw some criminals trying to enter. We arrested a suspect whom we took to court already. And they want to force the government of Kenya by force. A group of criminals visibly intoxicated with drugs, and they want to overrun the headquarters of the criminal investigations. There is no country like that in the world unless we want to turn Kenya. I'm not going to be the security minister who will oversee Kenya sliding into lawlessness. Hayo mambo mengine tutazungumza. Na mtu asijifiche kwa siasa ati nimechaguliwa. Kwani wewe ni Mungu? Ukichaguliwa sasa ndio unakuwa Mungu ama unakuwa nani? Sisi zote, mimi nikiwemo, nikiwa waziri wenu wa usalama, lazima nitii katiba na sheria ya nchi yetu. Sijui kama tunaelewana? Yes. Kwa hivyo, mimi najua hii ujumbe haifurahishi sana. Na mimi sija kuja kutafuta furaha. Nimekuja na sio Kenya tu ya sasa wetu
kutoka duniani ikifika. Hii mambo ilianza na wanasiasa wakubwa kuuliza kisheria ni njia gani naweza, kama sikubaliani na mahakama naweza fanya nini. Anasema huko juu inateremka, hapa chini kiongozi mwingine anasema hao polisi ndio wameleta hiyo hasara, twende tuchome hiyo police station. Nikimalizia, wana Isebania, bado mpo? Bado mpo? Bado mpo? Mtu yoyote ambaye ametusababishia hii hasara anatoka leo, na wakati tunamsafirisha hatuwezi kumhakikishia ya kwamba tunampeleka station nyingine katika Kenya hii. Kwa hivyo hiyo safari ni wakati kutakuwa na shida ingine, naomba kwa heshima, wakati kutakuwa na shida ingine ya kiusalama, msichukue hatua kwa mikono yenu. Nataka kupeana namba yangu. Write a message. Sijui kama tunaelewana. 0707 247 560 0707 247 560. That is the personal cell phone number of your Minister for Interior and National Administration. Na nyinyi tukubaliane. Isebania wewe, Kenya wewe, na nyinyi tukubaliane. Musijaribu tena. Musijaribu tena. Musijaribu tena. Please, please. Route. That is how a country . Kwa hivyo lazima turekebishe ile hasara wametuma pale, watawasikiza shida yenu, na vile vile tumekubaliana ya kwamba tutaleta hapa that we deliver on our commitment to national security. Lakini kuchukua mawe, mishale, mapanga na kuvunja mahali silaha, hiyo ni kesi tutafanya, tutamfukuza, tutamwekea mashtaka, lakini in the meantime hiyo silaha ni ya kulinda sisi wananchi na kulinda mali yetu, na ile station ya kutulinda, tusiharibu nchi yetu. That should never happen again on the soil of our country. Asante sana. Thank you very much. Hiyo ni mzuri. That's good. Know that ule mwananchi, you are a gentleman. Hao ndio gentlemen wanafanyanga hivyo. Because wengi hapa mna pretend hakuna makosa. Iko makosa, na makosa ni kubwa. Sisi tuko na makosa, nyinyi pia mko na makosa. So tumalize hii maneno, tukue na nchi ambayo iko na amani na sheria.
Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana? Kwa hivyo ile hasara mliweka pale nitawarekebishia. Sawa sawa? So nitaacha hapa milioni 2 ya kutengeneza hiyo police station irudi vile ilikuwa. Lakini msiende kuvunja tena. Tumesikizana? Tumesikizana? Alafu vile vile haya maswali yengine tumeongea, mtatuambia tutatuma nani? Utatuambia tutatuma nani? Kwa sababu tuko na mambo mengi ambayo yamefanyika hapa na tumepeana pole zetu, na serikali itatoa taarifa yake wakati mambo ya mazishi itafika. Kwa hivyo muwe na siku njema, na watakia baraka za Mwenyezi Mungu, na waombea mkirudi nyumbani mkute watoto wenu na familia zenu siko salama. Asanteni sana, Mungu awabariki.